Amen. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unisaidie kuambia Baba Askofu ni asanti kwa makofi katika jina la Yesu. We can do better. We can do better. It's good to give honor where honor is due. Praise be to God. Ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Tuna kila sababu ya kumwabudu, tuna kila sababu ya kumwambia ni asanti kwa wachungaji ambao tuko hapa. Pastor Charles, Pastor Paul, ninawapenda sana, mbarikiwe. Let us appreciate them tafadhali. Na vile vile ni vizuri ugeukia watu wawili watatu waambie nimefurahia kukuona, Mungu akubariki. Nimefurahia kukuona, Mungu akubariki. Father, we bless you. Father, we give you praise. Father, we bless you. Father, we give you praise. We honor you. We glorify you. Bwana, juu na chini wewe utabaki kuwa ni Mungu. Kwa kila hali, kwa kila jambo utabaki kuwa ni Mungu. Bwana, juu na chini, kwa kila jambo, kwa kila hali, Bwana wewe utabaki kuwa Mungu. Kwa kila jambo, kwa kila hali, wewe utabaki kuwa ni Mungu. Asubuhi, mchana, usiku, wewe utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu maishani mwangu. Na Bwana ninakupa sifa, Bwana ninakuinua. Bwana ninaomba ya kwamba uchukue nafasi yako. Take your place and have your way. Take your place and have your way. And that Abba Father, as you speak this afternoon, that Abba Father, you'll speak in a way that I can understand. And because your life and because your word is able to transform me, O God. And because your word is able to renew me, O God. And because your word is able to empower me, O God. And because your word is able to save me, O God. And because your word is able to lift me, O God. And because your word is able to push me into my destiny and purpose, Abba Father, King of glory, push me to my destiny, push me to my purpose in the mighty name of Jesus. Because your word is able to deliver, Abba Father, I pray, deliver me, deliver me, deliver me, set me free, set me free, set me free. Because your word is able to heal me, O God, heal me, O God, heal my life, heal my destiny, heal every part of my life in the mighty name of Jesus. Father, we bless you. Father, we give you praise. Bwana, kama sio wewe tungekuwa wapi? Bwana, kama sio wema wako tungekuwa wapi Bwana? Sisi ni wanadamu tu, hatuna nguvu. Sisi ni wanadamu tu, hatuna uwezo. Sisi ni wanadamu tu Bwana, peke yetu hatuwezi. Sisi ni wanadamu tu Bwana, kuna mengi hatujui. Lakini Bwana tumekuona. Lakini Bwana tumeona nguvu zako. Lakini Bwana tumeona wema wako. Bwana, iweje kama sio wewe unatupigania? Bwana, tungekuwa wapi kama sio nguvu zako? O Bwana, tumekuja tu kusema tunakupenda. Tumekuja tu kusema tunakupenda. Tumekuja tena Bwana kusema tunakupenda. Mwambie Bwana ninakupenda. Mwambie Bwana ninakupenda. Maandiko yanasema give him the fruits of your lips. Mwambie Bwana ninakupenda. Kila siku, kila saa wewe umwaminifu. Na Bwana ninakupenda. Oh my God, I love you. Bwana ninakupenda. Bwana ninakupenda. This is my love song to you. Father, I love you. Oh Bwana, wacha ijulikane ninakupenda. Wacha mataifa wajue Bwana ni wewe ninapenda. Oh Father, we bless you. Father, we give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yu mwema, yu mwema Yesu.
mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, oh yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema, yu mwema Yesu. Bwana wewe ni mwema, Bwana wewe ni mwema, Bwana wewe ni mwema kwa kila jambo, kwa kila hali. Bwana wewe ni mwema, Bwana kwa kila jambo, kwa kila hali. Bwana wewe ni mwema, Bwana wewe ni mwema, Bwana wewe ni mwema. Tunaweza tukafanya mambo mengi, lakini Bwana tumekuja tu kusema tunakupenda. Tumekuja tu Bwana kusema tunakupenda. Bwana ninakupenda kutoka kilindini cha moyo. Bwana ninakupenda. We mwega, we mwega Yesu, mwega, we mwega Yesu, we mwega, we mwega Yesu, oh we mwega, we mwega Yesu. When I think about your goodness, Bwana mimi ninapenda kukaa uweponi mwako. Bwana nikifikiria tu ukuu wako, ninapenda kukaa uweponi mwako. Asante Yesu, asante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamudu. Amen. Naomba tuketi. Naomba tuketi. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukafanya mbele za Mungu, lakini mimi ninapenda hata kabla ya nimfanyie kazi kwanza niwe ibada. Praise be to God. Hata kabla ya nihudumu kwanza nisimame kama dhabihu, nikimwambia Bwana niko hapa na niko hapa kwa ajili yako. Praise be to God. Jana tuliendelea na neno na tukaona nguvu katika sifa, na tukaona nguvu katika maombi, na tukawaangalia watu ambao wanaitwa Paulo na Sila walipokuwa ama ilipofika wakati ukawa kwao ni usiku wa manane. Manake walipigwa kisha wakashikwa na wakawekwa gerezani. Na unaposoma maandiko, usiku wa manane Paulo na Sila wakasema, hata kama tuko gerezani, hata kama tumepigwa, hata kama tumedhulumiwa, hata kama tumetusiwa, hata kama tumepitia matatizo, sisi tutaanza kumwabudu Mungu, manake hata kabla atutendee sisi tunamfahamu. Praise be to God. Na tukasema ni rahisi kuabudu wakati kila kitu kinaenda vizuri, lakini sisi tukasema tutamsifu ile kila kitu kiende vizuri. Praise be to God. Na tukasema ya kwamba Mungu anaweza aka-ignore. God can ignore your prayer, but God can never ignore your praise. Praise be to God. If you want the results of God, tukasema follow his methods. Na pia tukasema
ya kwamba sifa, kutoa sifa, kushukuru inaonyesha kwamba wewe ni mtu wa imani. Na vile vile tukasema ya kwamba sifa it's a weapon for battle. Praise be to God. Na kwa maana tumekuwa tukizungumzia hili wiki, Baba Askofu aliniambia ni juma la maombi na sifa ama kumshukuru Mungu, na jana tulizungumzia kwa mapana. Yesterday we spoke about praise. Today I would like us to take a step back, tuendelee kesho, na ningependa kwa dakika chache nizungumze mambo mawili matatu kuhusu maombi. Praise be to God. Hebu ambia mwenzako leo nataka tuongee na tujifunze kuhusu maombi. Nataka tuongee na tujifunze kuhusu maombi. Praise be to God. Na tunapozungumza kuhusu maombi, ni watu wengi sana ambao tumekuwa waombezi, na ni watu wengi ambao vile vile tukiongea tunaona ya kwamba, na sijui kama kwenu ina sound venye mimi ina sound, sijui, I don't know if the mic is okay, lakini tutaendelea. Hallelujah. Kwa hivyo maombi ni silaha ama ni kitu ambacho Mungu aliweza kutupatia ili sisi, jambo la kwanza, maombi, the purpose of prayer, number one, kabla ya tuende kwa Mungu na matamanio yetu na haja zetu, maombi tulipatiwa na Mungu ili kwanza sisi tuwe na uhusiano na Mungu. Praise be to God. Ebu ambia mwenzako, the purpose of prayer, the purpose of prayer is to build your relationship with God. Ya kwamba umuhimu wa maombi ni uhusiano wako kwanza na Mungu. Na ndiposa ukisoma kuhusu maombi, manake ninajua hili ni kanisa la waombezi, kwa hivyo tutakimbia sana leo ili tumpatie Mungu nafasi ya kuweza kuendelea kutuhudumia. Kwa nini tunene kuhusu maombi? Nimesoma maandiko na nimepata ya kwamba maombi tu ndicho kitu ambacho wanafunzi wa Yesu, baada ya kukaa na Yesu kwa miaka 3.5, walimwendea Yesu wakamwambia Yesu, sisi tunataka utufunze jinsi ya kuomba kama vile John the Baptist alikuwa akiwafunza wanafunzi wake. Praise be to God. Hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wamekaa na Yesu na wanaona Yesu akifufua wafu. Walikuwa wameona viwete wakitembea. Walikuwa wameona Yesu akitoa mapepo. Lakini hawakumwendea Yesu kumwambia kwamba tufunze kufufua. Hawakumwendea Yesu akamwambia tufunze jinsi ya kuponya viwete, tufunze jinsi ya kufungua macho ya watu ambao hawaoni. Walimwendea Yesu wakajua ya kwamba Yesu, tumekuangalia na tumejua kuna kitu ambacho unafanya silini, na hicho kitu ambacho unafanya ndicho kitu ambacho sisi tungependa kujua. Praise be to God. Ebu ambia mwenzako, maombi ni kitu cha dhamana. Na watu wengi ni watu ambao wanang'ang'ana na maombi. Many people are struggling in a place of prayer. Anajaribu kuomba, anajaribu, lakini bado maombi ni ngumu sana kwake. Lakini leo ninaanza kumshukuru Mungu, because part of what you are going to receive is this service is the grace to pray. Praise be to God. Ya kwamba kitu ambacho unatoka nacho kwa hii ibada ni neema ya kuomba na kukaa kwenye maombi. Watu wote ambao wananifuata wanajua ya kwamba 40% ya mafundisho yangu mimi ninafundisha watu kuhusu maombi. Manake tukisha jua kuomba, kuna mambo ambayo hatutang'ang'ana nayo tena. Praise be to God. Manake Mungu alipokuwa anatengeneza medium ama hii teknoloji ya maombi, alitoa nguvu zake akaziweka kinywani mwako. Wacha nirudie hiyo tena. That God took his power
akaiweka kinywani mwako. Na ndio maana maandiko yanasema katika kinywa chako, in your tongue, in your mouth lies life and death. It means as you speak two things. Kila wakati unanena na unaomba, unanena mambo mawili. Either unanena kuishi ama unanena kifo. Haijalishi kama tunaongea na Pastor Paul, tunaponena kuna nguvu mara mbili tunawachilia. Tunawachilia nguvu ya kuishi ama tunawachilia nguvu ya kifo. Sasa watu wengi tukisikia tunawachilia nguvu za kifo tunastuka. Lakini hatufai kustuka. Manake nguvu za kifo tulipewa ili mambo ambayo hatuyataki. We speak death. Niombe tena. Praise be to God. Ebu ambia mwenzako, in your tongue you have life, you have death. Praise be to God. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza ambayo ningependa ujue. Kwa hivyo Mungu alichukua nguvu zake akazipatiana kwa kinywa cha mwanadamu. Kwa hivyo wanafunzi wa Yesu, baada ya kumwangalia Yesu miaka nenda miaka rudi, wakajua kuna siri ya Yesu. Na hii siri ni kitu ambacho Yesu amekuwa akifanya sirini. Praise be to God. Ya kwamba Yesu mwenyewe, the God, the word incarnate, Mungu mwenyewe alikuwa mtu wa maombi. Lakini Wakristo wa siku hizi, Pastor Charles, we are complaining more than we are praying. Tukianza serikali tunateta, tukifika kwa ndoa tunateta. Leo nimekuja kusema ni wakati wa kunyamaza. Ukiona kitu haiendi vizuri, shikaneni mikono, release life or release death. Antunegenire muno. Tukianza wahubiri, tumeanza kelele. Tukianza biashara zetu, hata kabla uanze sifa venye tulisema jana, you complain more than you give praise. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweka msingi. Kwa hivyo kuna watu wengine hapa, kitu ambacho unataka sio uhusiano na Mungu. Wengine wetu tumekuwa tukiomba ili Mungu atupatie nguvu za kufufua, nguvu za viwete watembee, watu ambao hawana uwezo wa kunena wanene. Lakini sababu ya kwanza ya maombi ni uhusiano. Before God can do anything with you, He wants you and He needs you. But watu wengine wetu sio Mungu tuko na haja na yeye, is what God can do. So it means ukiondolewa, pati ya baraka ikiondolewa kwa Biblia, Wakristo watakuwa wachache sana. Ati tukuje hapa na tuseme in the next 1 year hatutazungumza kuhusu baraka, tunakuja tu kusema Mungu wewe, Mungu wewe. Wakristo wengi hawatapatikana kanisani. Lakini wanafunzi wa Yesu waliona kitu cha dhamana. Na wakaona sio kwamba umuhimu ni kufufua, walijua kuna formula ambayo Yesu anatumia. Wakasema hatutaendea matokeo, we will go for the formula. Guy, tunasikia watu wengine wetu tunapenda matokeo, lakini leo nimekuja kusema ni wakati hata sasa tujifunze hii formula, na formula ni maombi. Ninapenda kuambia washirika ya kwamba prayer is the birthplace of the purpose of God. Ya kwamba ukishaanza kuomba, hapo ndipo mapenzi ya Mungu na maisha yako yanazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alikuchagua kama nabii, utajua wakati wa maombi. Kama Mungu alikuchagua kama aposto, utajua wakati wa maombi. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini watu wengine bado hatujajua mapenzi ya Mungu na maisha yetu. Mungu aliniita niwe nani, niwe nini? But if we want to be like Jesus, we must follow his method. Na alikuwa na kitu moja ambayo hakuwa anawacha kufanya. Maandiko yanatuambia mara kwa mara, asubuhi na mapema Yesu alienda pahali sirini ili kwanza wawe na uhusiano na Baba. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu maombi, ningependa ujue ya kwamba maombi inatupatia uhusiano na Mungu. For us to be able to glorify God, we need to be men and women of prayer. Tunaweka msingi, tutahubiri tu. Venye tulisema jana ya kwamba maisha yetu yanafaa yawe maisha ya kumtukuza, tunafaa ili tuwe na tuishi maisha ya kumtukuza na kumsifu, lazima. Hebu ambia mwenzako lazima. This is a must. Uwe mtu wa maombi. Maombi yakiumbiwa mwanadamu hayakuumbiwa kama ni kitu unaweza chagua ama ukose kuchagua. Part of your creation, in your design. Unajua maandiko yanatuambia ya kwamba we were created in the image and the likeness of God. And so when Jesus was in the face of the earth, alikuwa actually ana represent jinsi sisi tunafaa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. And so if we were created like Jesus, and Jesus was a creature of prayer, it means hadi mimi na wewe kwa maumbile yetu tumeumbwa kama watu wa maombi. It means kama vile tunapumua, tunafaa vile vile tuwe watu wa maombi. Praise be to God. Na kanisa, by the way, wacheni niwaambie, iko na watu wengi sana in departments mingi, lakini department ya maombi kila time ina struggle. Manake sio watu wengi wanapenda maombi. Sio watu wengi wanapenda kuhesabika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunaweka msingi. If we are to become like Jesus, kama tunataka tufanane na Yesu, na maandiko yametuambia ya kwamba maisha yako yanafaa yafanane na maisha ya Yesu. Praise be to God. Na kwa hivyo kama ungependa maisha yako yafanane na maisha ya Yesu, lazima uwe mtu wa maombi. It is a must. Become a man and a woman of prayer. Na wacha niwaambie, watu wengine we are very successful but not in the agenda of God. Acha niruke hiyo. Christian maturity. Ebu andika hapo. Unajua tunaambiwa siku hizi andika hapo. Christian maturity. Unajua ya kwamba unakomaa kama Mkristo. Christian maturity is not marked by independence. Hatukomai kama Wakristo kwa kujitegemea. Ambia mwenzako tunakomaa kwa kutegemea. Asante sana. Tunakomaa kwa kutegemea. It means unajua ya kwamba unakomaa kama Mkristo sio jinsi wewe unajitegemea, lakini jinsi unategemea Mungu. Lakini kwa maisha yangu mimi na wewe, unajua ya kwamba mimi ninakomaa, ama wazazi wangu walijua ninakomaa wakati nilianza kujitegemea. Lakini kwa maisha ya Mkristo, kukomaa kwako ni jinsi ambavyo unamtegemea Mungu kwa kila jambo na kwa kila hali. Kwa hivyo hapo nikuulize, how mature are you? Unamtegemea Mungu kwa kiwango kipi? How mature are you? Na sio miaka. Praise be to God. And so your life must depend on God. Praise be to God. Ningependa tuanze katika kitabu cha Luka.
Ningependa tuanze katika kitabu cha Luka 18. Luka 18, Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Tumeweka msingi, sasa ninataka tupepee kidogo kwa neno. Maandiko yanasema, and he, Jesus, spake a parable unto them to this end. Ya kwamba Yesu alikuwa anawafunza wanafunzi wake, ama alikuwa anafunza na akapeana parable, mfano, na mfano ambao alipeana mfano ili awafunze. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba that men ought always to pray. That men ought always to pray. Kuna mambo mawili hapo ningependa uandike. Jambo la kwanza ni men, mwanadamu, na jambo la pili ni jina always. Father, we bless you. Father, we bless you. Kwa hivyo qualification, ama Yesu alipokuwa akiwafunza, alikuwa akiwafunza ili kila mtu ambaye anaitwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu uliza ambaye mumeketi naye, wewe ni mwanadamu? Halafu jambo la pili ni kwa kila jambo, ama all the time, kila wakati. Yes, praise be to God. Kwa kila wakati Yesu aliwafunza akawaambia, kama wewe ni mwanadamu unafaa kuomba, na sio asubuhi ama jioni, ni kila wakati. Now that does not mean hakuna kitu ingine unafanya. That means consistently. Hebu ambia mwenzako consistently. Inamaanisha ya kwamba kila siku umehesabika pahali pa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Actually one of the great men of God ambao ninafuata sana, huwa anasema akihubiri, yeye huwa haombi dakika 15 mfululizo, lakini kwa kila dakika 15 anaomba. Sijui kama tumeelewa. He has never prayed for 15 minutes, but for every 15 minutes he has to pray. So sio ati ni kuomba usiku mzima. Mtu ambaye anaomba dakika 10 kila saa ana nguvu kuliko mtu ambaye anaomba usiku mzima. It is not about the longevity, it's about the consistency. Praise be to God. Kwa hivyo Yesu anawaambia ya kwamba mwanadamu ameumbwa kama mtu wa maombi. Na ninajua ya kwamba tunapofunza mafunzo kama haya, by the way, Pastor Charles, sio mafunzo ambayo yanapendwa na watu wengi. Lakini if you want to become what God ordained you to become, you must be a creature of prayer. Jesus himself ndivyo alisema. Praise be to God. Tuingie kwa kanisa. Yesu alisema ya kwamba nyumba yangu iitwe nyumba ya maombi, that my house shall be called a house of prayer. Hivyo ni kusema ya kwamba kuitwa kanisa, what qualifies a place to be a church, it is not the name. It is whether it is an altar of prayer. Unajua kuna kanisa mingi, lakini hizo kanisa, they are not houses of prayer. Sio nyumba za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Isaia utaona ilitabiriwa ya kwamba nyumba ya Mungu wacha iwe nyumba ya maombi. It means kati ya mambo yote utafanya kanisani, kila siku ukiingia kanisani, hakikisha magoti yako yamenena na bingu. Mimi ninawaombea mshike hii na muziishike kama zile zingine, ya kwamba hii neno ukisoma leo, anza leo, hata kama ni dakika 10 kila siku, unaambia Mungu, ninajua uliniumba kama mwanadamu ili niwe ninaomba, ninahesabika. Praise be to God. My house shall be called a house of prayer. So what qualifies a man
What qualifies you to pray, number one, is that you are a man. Haya, kuna scripture, kuna kitu ambayo wanga tunawacha sana hapo. That men ought always to pray and not to faint. Munajua, umeiona mtu amefaint? Hey, praise be to God. Hebu fanya hivi. Umeiona mtu amefaint? Unajua kunaweza kuwa na mmoja ndio nilikuwa naangalia. Praise be to God. Mtu ambaye amefaint ni mtu ambaye ako uhai lakini hajielewi. Kwa hivyo ni kusema mtu yoyote ambaye hapatikani kwa maombi, maandiko wewe yanakuona kama mtu ambaye amefaint spiritually. You can be very active, lakini kwa dunia ya kiroho wewe umefaint. Uko uhai lakini wewe umefaint tu. Hakuna kitu ambacho unaweza ukafanya. It means ya kwamba huwezi hesabika kwenye agenda ya Mungu. How sad is that? Kuna watu ambao wako kwenye praise and worship lakini already wamefaint. Kuna watu ambao wako kwa ushering lakini bado wamefaint. Na pia kuna wachungaji ambao already tumefaint. It is not the title that we give you. The fact remains at the end of the day, are you a man or a woman of prayer? Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako, mimi kutoka leo ninaamuka sifainti tena. Sikiza Luka 11, Luke chapter 11. And it came to pass that Jesus, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples went unto him and he said, Lord, teach us how to pray. Praise be to God. Ningependa kuwaonyesha kwa nini ninafunza kuhusu maombi. Wanafunzi wa Yesu ndio walimwendea Yesu wakasema, Bwana tufunze kuomba. Kwa hivyo kama unakuwa ukijiuliza watu wanafaa kufunzwa kuhusu maombi, Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo mwenyewe ndio alifahamisha ama alituonyesha ya kwamba tunaweza tukafunzwa maombi. Hallelujah. Tunaweka tu msingi. Ningependa uone ya kwamba Yesu yeye mwenyewe alikuwa mtu wa maombi. Wanafunzi wake wakaona ya kwamba kuna siri katika maombi, na vile vile tumejua ya kwamba maombi tunaweza tukafunzwa. Praise be to God. Kwa hivyo ni kusema tunapojifunza kuhusu maombi, Yesu Kristo kwetu ni mfano. Ebu sikia hii. When we are learning about prayer, Jesus is both our lesson and our teacher. It means tunajifunza na yeye na vile vile anatufunza. Hallelujah. Oh. Wewe ni mwaminifu Bwana. Hivyo ni kusema ya kwamba kwa kila jambo ambalo wewe ungependa kufanya, lazima upatikane katika mahali pa maombi. Na hivi leo ningependa kuongea kuhusu kitu haiongelewi sana tunapoongea kuhusu maombi. Sasa kutoka hapa unisikize na unisikize vizuri. Twende juu sasa. Ongeza kidogo. Wakristo, siku ambazo tunaishi, akina munisikize vizuri. Siku ambazo tunaishi sio siku kama za pale mwanzoni. Number one, kukuja kwa pili, the second coming of Christ, imekaribia sana. Number two, tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa mambo. Inajaa mambo. Tunaishi kwenye dunia ya technology, ya kwamba unafahamu mambo mingi, unajua mambo mingi. Kwa hivyo wakati wako unaishi ikiwa ni wa kung'ang'aniwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini
Mimi nimekuja Kingdom Seekers Glorious Kitengela, na nimekuja nikiwa na ombi ya kwamba kutoka leo hapa Kingdom Seekers Glorious Kitengela kutatoka watu ambao wataamini, kutatoka watu ambao wataamua, na kutatoka watu ambao watasema kutoka leo mimi nitasimama kwenye pengo. That I will stand in the gap, not only for the church, sio kwa kanisa peke yake, sio kwa maisha yangu peke yake, hadi kwa mapenzi ya Mungu hadi yatimie. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mathayo 6, and when you pray, tunafaa kuomba ya kwamba ufalme wa Mungu na uje, that thy kingdom come. Praise be to God. Lakini Wakristo wa sasa, mimi na wewe, tumekuwa watu tu wa kuombea haja zetu na matatizo yetu. Lakini leo ninaomba sana kupatikane mimi ama wewe ambaye utasema kutoka leo nitakuwa ninasimama katika pengo, kwa sababu ya watu wote ambao wanafanya kazi katika ufalme wa Mungu. We are living at a time nobody is praying for us of the kingdom. Nobody is praying for the pastors. We are all running to the pastor to pray for us. Kanisa, tunakuja pastor hapa, anatoa nguvu yake yote, kutoka hapo yeye arudi mlimani hadi Jumapili. Nobody is praying for the pastor. Wakristo, wachani niwaambie, persecution, watu kuuliwa kwa sababu ya hii injili haijaisha. Nimejiangalilia video juzi Nigeria, Wakristo wanakatwa kichwa, na bado wanakatwa kichwa kwa sababu ya hii injili wakicheka. Lakini mimi na wewe, manake tuko Kenya na kila kitu kiko shwari. Nobody is praying for the apostles. Nobody is praying for the missionaries. Kuna watu wako mataifa hatari wakieneza hii injili. Kuna wachungaji ambao shetani anawalinda, anawatega usiku na mchana. But nobody is praying for them. Ni nani anaombea revival ikuje? Wakristo wenye tulikuwa tunaenda mlimani kuombea agenda ya Mungu. Mimi ninaomba Kingdom Seekers Glorious Kitengela tufahamu ya kwanza kwamba kwa mapenzi ya Mungu ni pia sisi tugharimike katika huu ufalme. Who is praying for the body of Christ? Ni nani anaombea mwenzake kanisani? Ukristo umekuwa ni mimi na mimi mwenyewe, ya kwamba nikiingia Jumapili, oh my God bless me, oh my God lift me. Who is praying for the servants of God? Ni nani anasimama kwenye pengo kwa sababu ya taifa lake? Angalia what has happened in America. Manake kule watu waliamua kuomba. Kumeingia rais akasema kutoka leo gender ni 2 kama zenye ziko kwa Biblia. Who is praying for that man? Manake maombi ndio nguvu yetu kama Wakristo. By the way, your prayer is powerful than kura yako. Ni nani anaombea rais wa Kenya ya kwamba anapofanya kazi Kenya atashughulikia agenda ya Mungu? Where is God's agenda? Agenda ya Mungu ilienda wapi kanisani? Watu ambao walikuwa wanasema tutajifunga kula na kunywa ili tuombee Kitengela watu waokoke. When was the last time hapa wewe uliomba ili watu waokoke? Hivyo ndio kugharimika katika agenda ya Mungu. Praise be to God. Na ndio maana nimesema tutajifunza kuhusu maombi, lakini ninajua mumekuwa mkiomba. Sasa nimekuja kukuita kwenye agenda ya Mungu. God's agenda. Jameni, tumeokoka lakini bado watu wanaenda ahera. People are still going to hell. Souls are perishing. Wewe utasema ulikuwa wapi? Ndugu yako, baba yako, bwana yako, watoto wako, utasema ulikuwa wapi? Who is praying for the agenda of God? Aki tumefika pahali
nimejipenda sana ya kwamba hadi sometimes ninasahau ndugu zangu, ninasahau kanisa, ninasahau mambo mengine. Imekuwa kila asubuhi Mungu nikumbuke. Imekuwa ni kwa kila jambo it is you. Mungu anauliza agenda yangu, mapenzi yangu ilienda wapi? Where is my agenda? Jameni, Kingdom Seekers Glorious Kitengela, ni nani atainuka aombe kwa sababu ya Kitengela? Aseme hii Kitengela watu wataokoka. Aseme hii Kitengela revival ya Mungu itaanzia hapa. Maombi tumeendesha gari type zote kwa maombi. Sasa wacheni kuwe na mmoja ambaye atasema kwa sababu ya familia yangu mimi nitasimama. Kwa sababu ya kanisa la Kingdom Seekers Glorious Kitengela mimi nitasimama. Pahali pa maombi katika maisha. The place of prayer. Mimi inanivunja moyo. It pains me nikiona vijana wa rika yangu, watu ambao wanakufa. Jana nikishuka matatu nilisikia kijana mmoja akisema ya kwamba mimi kwa gari yenye niko yezi wekwa gospel. Mtu akitaka gospel awekee kwake. And I remember I said a prayer, nikamwambia Mungu, Bwana msamehe, hajui ni nini amesema. But who is praying for that young man? Ni nani anakuja anaombea wana youthi wa Kingdom Seekers Glorious? Anasema for the next generation ni wewe utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Who is praying for the apostles? Maandiko yanatuambia kwamba kanisa likaanza kumwombea Petero. Maandiko yanatuambia Paulo alikuwa anawaombea wa Kristo wa makanisa. Ametuandikia kwa barua zake. When we talk about prayer, let us go back to the agenda of God. Kubarikiwa utabarikiwa, hiyo ni guaranteed. Lakini ukibarikiwa, kuwa bado unasimama kwenye agenda ya Mungu. Hallelujah. Hakimu mmoja wetu tuwasimame kwa sababu ya Kitengela. Nimesikia watu wamelala live juzi kuzungumzia ndoa. Kwa hivyo Wakristo siku hizi ni sisi tumekuwa tukisema ndoa hazifanyi kazi. Ni nani mmoja atasema kwa sababu ndoa ni agenda ya Mungu, mimi nitasimama? The Father Lord, I will stay in prayer until your purpose is revealed. Mapenzi ya Mungu. Haki kuna watu wengine tu tunajua ndugu zetu, tunajua dada zetu, tunajua watoto wetu. Wewe ulimuongeresha akakulemea, enda kwa magoti. Na kila siku unamwambia Mungu, ni jambo lipi hilo ngumu kwako? Even my son and my daughter, I secure them in the kingdom of God. Na ndio maana mimi kama kuna kitu ninapenda na roho yangu yote ni kuombea watoto. Na nikiombea watoto ninasema hautawahi toka kwenye ufalme wa Mungu. Depression iko left, right and center. Manake pia sisi tumemwacha Mungu. Oi manosio, nosio girogama. Aseme kutoka leo mimi nitahesabika. Aseme kutoka leo mimi Mungu, ibada yangu itakuwa kupigania ufalme wako kwenye maombi. Souls are perishing. Watu wanakufa usiku kucha. Watu wanaenda ahera. Na maandiko katika Matthew 28, wewe na mimi tulipewa jukumu, go ye into the nations.
and make. Binguni hatutahesabiwa mambo mingi yenye tulifanya. Mungu atafungua kitabu chake, angalie kwa kazi ambayo nilikupatia ulihesabika wapi. I know kuna mambo ambayo tunataka Mungu atutendee, na kusema ukweli ninawaombea kutoka leo kabla ya mwezi huu kuisha, kila mmoja wenyu awe na ushuhuda Mungu ametenda. Lakini zaidi ya ushuhuda, simama kwenye pengo. Beyond what you can get, stand in the gap for the body of Christ. Huu sio wakati wa kusema mimi ni wa PCA, mimi ni wa Anglican. Ukiomba, omba mapenzi ya Mungu, haijalishi mtu ni wa kanisa gani. Omba, ukiomba revival, omba ianze PCA, omba ianze Catholic, anza. It is God. Na ndio maana tunaishi. What is the agenda of God? Jameni, kuna watu wanakatwa kichwa na wanakatwa vichwa wakismile, wakisema sisi tutasimama kwa pengo. Oi manoshio, nooshio. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Atasema mimi huu msalaba nitabeba. Ukikuja Sunday, enda kwa kila kiti, sema kwa kila mtu atakalia hii kiti, ajazwe na Roho. Kama hajaokoka aokoke, kama hajakombolewa akombolewe. Niliambiwa ni juma la maombi, na ninajua tumekuwa tukiomba, so wacheni niguze ile kitu haiongelewi sana. Hallelujah. Woi masiana igo tora ikuaga twekuo. Ni nani huyo atasema nimesikia kwa hii barabara kumekufa watu wengi, mimi nitajitolea hata kama ni mwezi moja. Kila jioni unaingia hapo, unaweza kuwa unasimama kwenye pengo, lakini unaondoa mtego wa shetani kwa maisha yako. Madiu kan mranyita. Agenda ya Mungu. Ni nani huyo atasema kwa niaba ya praise and worship team mimi nitagharimika? Ni nani huyo atasema kwa niaba ya hii vision mimi nitasimama usiku na mchana nitahesabika? That the agenda of God will not fail as long as mimi niko. Tukiongea na Pastor Charles nimemwambia mimi haijarishi, kama ni aibu nitabeba, kama ni machozi tutalia, lakini in my generation nitasimama. In my family, na wameanza kuokoka by the way. Unaanza na raini kwa majina. As for me and my house, we will serve the Lord. Jameni, Mungu amekubariki, lakini kwa kukubariki amekupatia kazi, na hiyo kazi ni kuwa mtendakazi katika mwili wa Kristo. Take your position in the body of Christ. Take your position. Kama inabidi ufike asubuhi na mapema, oi magai, fika mapema. Kama unaingia kazini, hata ukiwa kazini unangoja customer, ombea wanabiashara wengine. Praise be to God. Angalia jinsi wa Kristo wanasukumwa, wanatolewa kwa biashara kila asubuhi, kila siku wanafunga. Lakini wale wengine wanafika masaa yao ikifika, mdogo na mkubwa wanaingia pahali ni wakati wa maombi. Wako wapi wa Kristo wenye wako kwa biashara ambao watasema sisi Friday biashara zetu hazianguki, tutashikana mikono? Biashara yako ikibarikiwa, the agenda of God will continue. Praise be to God. Najuaga hii hainaga imeni mingi, lakini part of my assignment
is to restore order. Na hiyo nitafanya. Kuanzia mwezi ujao tunaanza kwenda kwenye soko. Na tutaenda kwa hizo soko na tutafubiri. Magekoro netokoigato, wacha iandikwe kwenye historia. Kuna wakati tulihubiri kwa soko. But do you know what I know? Ipo siku inakuja, watu ambao wameinuliwa wakihesabiwa, nitahesabika. Sio kwa mali tu, sio kwa fedha tu, hadi ya kwamba nilisimama kwenye agenda ya Mungu. It is true I'll be blessed, but more than the blessing, I want to be part of his agenda. Instead ya mukutane sometimes, mchongoe mchungaji for 1 hour. Sometimes kutaneni, semeni huyu mchungaji kuna mambo 2 matatu, wacheni tuombe. Tumuombeni. Instead mkutane ili muongereshe mtu fulani, kutaneni juu ya huyo mshirika. Semeni mshirika fulani tumesikia ako na shida, wacheni tumuombe. That's the part. Hiyo ndio kazi ya mwili wa Kristo. Lakini sisi tumekuwa watu wa kupiga wenye wamekuja. Kuna watu wanang'ang'ana usiku na mchana mtu afike kanisani. Akifika kanisani, we umekuwa ni mtu wa kubomoa. Ole wako Mungu akikupata wewe. Nimesema tena, ole wako Mungu akikupata. Magai Monday to Friday apostle anashinda huku akingangana watu waokoke. Mtu akiokoka, wewe na kanua gaku, wewe na mdomo yako unaenda kumwekelea maneno. Aki mtu ambaye Mungu alikuwa na kusudi anatoka kanisani, anaenda tena kutumika na shetani. Mtu ambaye angeokoa mamilioni anarudi tena kwa pombe. Mtu ambaye angehusika kuhubiria mamilioni tena anarudi. Mimi ninafurahianga sana na ninafikiriaga kuhusu mtu ambaye aliombea Reinhard Bonke. Reinhard Bonke kwa mkutano moja mamilioni ya watu wangeokoka in one meeting. Wako wapi yule mtu aliombea huyo mzee? Akituseme abarikiwe, hata kama alilala na ako mbinguni abarikiwe. Because millions will see the throne of grace because of one man. Wewe ni wangapi utahesabika ulileta, ama ni wenye walifika ulifukuza? Simama kwenye pengo. Adoagai, watu wa Mungu, kuhubiri sio rahisi. Wakati mwingine tunatusiwa. Wakati mwingine nimewaambia Nigeria kuna watu wanapoteza vichwa. Lakini bado Kenya tuko na mchezo. Hatujaamuka bado. Agenda za shetani zinasukumwa hadi kanisani. Instead ya tuombee serikali na agenda ya Mungu. Serikali inaweza kuwa iko na shida zake, lakini ukiongea kuhusu serikali, kumbukaga kusema agenda ya Mungu wacha itimie. It is not about you and I. It is about the agenda of God. Mtu akikuja hajavaa vizuri, hakuna mtu anakujaga akiwa machua kwa ufalme wa Mungu. Kila mtu anaanzwa pahali, anafunzwa hadi anafika mahali. Ni watu wangapi watasema nimeona ndugu ambaye ni mgeni na anakaa ni kama hajakula siku 2, toa 100 yako 2, mwambie ndugu acha nikununulie lunch leo. Tugharimike katika ufalme. Unajua nilikuwa ninapewa hadithi ya Waislamu, na hii sitashout.
Na nilikuwa ninaambiwa ikiwa ni Waislamu wawili na mmoja hana pesa, ule ambaye amenunua ataingia kwa mkahawa, ataenda atakula, alafu atakula chakula nusu, atatoka pole pole. Ule ambaye hakuwa na pesa, mwenye walikuwa pamoja, atarudi akae kwa ile kiti aendelee kukula. Wote wawili wamekula. I tell you, haitawahi fika siku uhubiria huyo mtu injili ingine asikie. Lakini wewe sio. Sio uombee mtu, sio usimame kwenye pengo. Oh my God, this breaks my heart day and night. Na wacheni niwaambie Wakristo, tusipoinuka kazi tutafunga. Manake wale wamejua unity ni kusema nini. And by the way, neno la Mungu mtu ambaye ana apply inakuaga na matokeo the same, whether umeokoka ama hujaokoka. Hivyo ni kusema whether umeokoka ama hujaokoka, ukipanda, sheria ya Mungu inasema utavuna. Haikusema muokovu atavuna. Ni yule mtu ambaye amefanya nini? So wale wakisimama kwa umoja, na sisi ni kupigana kila saa. Siwezi kuja nikwambie ndugu niombe, manake jioni itakuwa kwa kanisa yote niko na shida fulani. Ni wanayudhi wangapi wanaweza kuja waambie mtu fulani niko na addiction fulani? Manake anajua akisema mayagai kanisa mzima itajua. Siwezi nikasimama na yeye kwenye pengo ni muombe hadi Mungu amfungue. Hiyo ndio Ukristo yenye tuko nayo. Ukiita mtu kwa biashara yako, ni Mkristo mwenzako, msaidiane, ama umulete kazini, msaidiane, ata make sure umefutwa ili yeye aongezewe mamlaka. Na ni wewe umemuleta. Sijui kwa nini Mungu ametupeleka njia hii. Lakini kupatikane mmoja, kupatikane 100, kupatikane 1000 ambao watasema tutasimama kwenye pengo. We will stand in the gap. That Abba Father, you will be glorified in Kenya. Nilikuwa Uganda last year. Kuna watu wanachukua injili seriously. Bana unatembea tu hivyo, mtu anakuambia mtumishi wa Mungu anakatalia kwa miguu hadi ya kuoshe miguu. Lakini Wakristo wa sasa sisi wote tunataka kusaviwa. Nobody wants to serve. Kupatikane mmoja hapa ambaye atasema kutoka sasa choo itakuaga safi kila time. And they don't even have to know who I am. Maombi, maombi, maombi. Ni nani huyo ako na mzigo, amebaki na mzigo wake? Watoto enda universities. Watoto wenu msipowaombea, agenda ya shetani imefika. Wazazi msiporudi kwa magoti. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu maombi, ningependa tujifunze kuhusu agenda ya Mungu. Mimi sijui wewe Mungu amekupatia mzigo gani, na kunawezekana hata maybe hauna. Ni natural. Lakini unaweza mwambia Mungu kutoka leo, ninajua hiyo miaka yote it has been about me, but for once I want it to be about you. Kama kuna aibu nitabeba.
Kama kuna msalaba nitabeba. Kama kuna mtu wa kuombewa nitamuombea. Leo niliambiwa nikikuja tunene kuhusu maombi. Na sio maombi ya baba na kile kitu wewe unataka. Ni maombi kwanza na agenda ya Mungu. Simama kwa miguu yako. Ninaweza kuwa nimeongea maneno 1,000,000. Na unajua kila siku tuna tendency ya kuambia watumishi wa Mungu that was powerful. Wakati mwingine hatutakagi kuhubiri what was powerful, tunatakaga kuhubiri what is said in heaven. Mimi nawaombea watumishi wa Mungu. Kazi ni mingi. Tuamuke. Pastor wa vijana. Oh ya. Watu wa praise and worship. Tuombe. Kukua member wa praise and worship na wewe sio mtu wa maombi. Hii unakujaga presentation. Hiyo ni presentation. Kwanza ni kujua kwenye kiti cha enzi wazee 24 wanasema nini. Mapenzi ya Mungu ni gani na maisha yangu. Kisha wewe unasimama kwenye pengo. Refuse kuwa hapa unaongoza watu kwa worship. Alafu kila mtu miaka 6 miaka 7 hakuna mtu amebadilika. By the way, kwa worship nilisahau. You become like what you worship. Aki ni leo tu. No todo Ngai aturaga. Kwa kuwa huyu Mungu ni Mungu. Mimi ninaomba kila mtu hapa Mungu awapatie mzigo wa mapenzi yake. That God will release his burden. The burden he has for Kenya. The burden he has for this church. Na by the way, wacheni niwaambie, kazi yenu kama kingdom seekers Kitengela. Mkijua mapenzi ya Mungu na hili kanisa, hamutachukulia maombi virahisi. Hamutachukulia agenda ya Mungu virahisi. Kupatikane watu 10 ambao watakuwa wanasema tumesikia apostle ameenda kwenye radio frani, runinga frani, wao wanapiga magoti waombe hadi amalize wakisema mapenzi yako yatimie, mapenzi yako yatimie. That as he ministers across the world, kuna watu 1,000 wanakombolewa hata kama hayuko hapo. Nimesoma historia ya kina Reinhard Bonke kwa altar walipokuwa wanakuja crusade. Kwa altar huku chini walikuwa wanaweka intercessors. Nyinyi mnaona yeye anahubiri, lakini nguvu zinatengenezewa chini. Watu wamepiga magoti wanamlilia Mungu. Nani huyo? Nani huyo atasema kwetu hii shida haitatutatua, haitatusumbua tena. Nitakaa kwenye maombi hata kama ni miaka 5, hata kama ni miaka 10, lakini hii shida lazima ifike mwisho. Nani huyo? Nani huyo atasema Kitengela nimesikia dhambi mingi, lakini kwa hii nitasimama kwenye pengo kwa sababu ya vijana? Nani huyo atasema kwa sababu ya wamama? Nani huyo atasema kwa sababu ya wamama? Kwa sababu ya wamama mimi nitaomba. Kwa sababu ya wamama mimi nitaomba. Nani huyo atasema kwa sababu ya Pastor Charles? Kwa sababu ya watumishi wa Mungu kwenye taifa la Kenya. Usipatikane pahali ambapo watu wanazungumzia wachungaji. Ukisikia wanazungumza, enda pahali pako sirini. Go into your closet
and begin to intercede. Usipomoe agenda ya Mungu. Shetani ametutumia sana kama Wakristo. Kitu kidogo hatukuitwa sisi to contribute kwa righteousness ya mtu. Sisi tuliitwa tusimame kwenye pengo. Tunasema ndio Mungu, hayo yanasemwa, lakini Father Lord, we cover him by the blood of Jesus. Kama kuna kitu kimefunga mtumishi wako, Bwana tunakifungua. Kama kuna shida, mukisikia niko na shida, kabla unichekelee, niombe. The agenda of God, who will take up the burden. Aseme Mungu, aki mimi kama ishara ya kukuabudu, mimi nikiomba nitaanza kusimama kwa pengo kwa sababu ya taifa la Kenya. Sijui kama mnajua, lakini Wakristo ni wakati wa kuamka, mambo haikai vizuri. Na unajua hadi kitu ifikia mtu hajuagi ni serious. Usingoje usikie watoto wako ndio hao wameanza kufanya maneno ndio unaanza kukimbia kwenye maombi. Anza saa hii. Anza saa hii. For this nation, anza saa hii. For the next election, haikai vizuri. Wakristo tuanzeni kuomba. Watumishi wa Mungu, sijui kama naongea sana. Tuanzeni kuomba. Na hatuombi ni nani atakuwa ama ni nani hatakuwa. Bwana, mapenzi yako. Whether tunapenda huyu ama huyu. Father, your will be done. Your will be done. Your will be done. When you wake up, your will be done. Kama umebarikiwa na fedha na unaweza nunulia waombezi kahawa, kuja sema kila mtu ambaye anataka kuomba, nitanunua kahawa ya leo usiku. Wachani watu waombe. Penye umebarikiwa simama. Watu wasiende tena. Usingoje depression ifike kwenyu. Usingoje hizi aibu zifike kwenyu. Anza kusimama kwenye pengo. Leo niliambiwa nikikuja nifunze kuhusu maombi. Niwaambie Yesu mwenyewe aliomba, na aliomba ikafika pahali akasema mapenzi yako yatimie, akabeba msalaba. Kukuwa Mkristo ni kuamua hasara. That at whatever cost, Bwana mimi nitasimama kwenye pengo. Kama huna mzigo, fungua kinywa chako. Ambia Bwana nipe mzigo. Give me the burden. Give me the burden. Give me the hunger. Bwana nipe mzigo wa maombi. Nipe mzigo wa maombi. Ya kwamba ati ninaweza simama nikaombea kanisa. Ninaweza simama nikaombea Wakristo. Ninaweza simama nikaombea watumishi. Ninaweza simama nikaombea waombezi wengine. Ninaweza simama nikaombea watu ambao wanalipa gharama ya kukuona. Ambia Bwana, unapoanza revival, nitasimama kwenye pengo. Niombe revival Kitengela. Niombe mapenzi yako yatimie Kitengela. Nitasimama kwenye pengo kwa sababu ya Kingdom Seekers Glorious Kitengela. Bwana, nitasimama kwenye pengo. I will stand in the gap. For your will, nitagarimika, nitaonekana, nitapatikana.
nitaombea watumishi wa Mungu, nitaombea watumishi wa Mungu, nitaombea apostle, nitaombea Pastor Charles, nitaombea Pastor Paul, nitaombea Pastor Zakayo. Nitasimama kwenye pengo. Bwana, nitasimama kwenye pengo. Bwana, nitasimama kwenye pengo. Nimejiombea sana. Sasa Bwana, ninasimama kwenye pengo. Nipe mzigo. Give me the burden. Give me the burden. Give me the burden. Oh Jesus, give me the burden. Jesus, give me the burden. Jesus, give me the burden. Bwana, nipe nguvu. Nipe neema ya kusimama kwenye pengo. Nipe nguvu. Nipe neema ya kusimama kwenye pengo. Bwana, wengine wasiangamie nikiwa. Wengine wasiangamie nikiwa. Nitasimama kwenye pengo kwa sababu ya revival. Nitasimama kwenye pengo kwa sababu ya revival. Revival must come. Revival must come. Oh Jesus. 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 Bwana, nitasimama kwenye pengo. Nitasimama kwenye pengo. Nitasimama kwenye pengo. Bwana, nipe mzigo. Bwana, nipe mzigo wa kusimama kwenye pengo hadi mapenzi yako yatimie. Nitasimama kwenye pengo kwenye familia yangu. Nitasimama kwenye pengo kwenye kanisa langu. Nitasimama kwenye pengo katika Kenya. Nitasimama kwenye pengo Kingdom Seekers Kitengela. Nitasimama kwenye pengo kwa sababu ya watumishi. Nitasimama. Nitasimama. I will stand in the gap. Nitasimama kwenye maombi. Nitasimama kwenye maombi. Nitasimama kwenye maombi. Nitaomba Bwana hadi mapenzi yako yatimie. Nitaomba Bwana hadi injili iendelee. Nitaomba Bwana hadi mapenzi yako yatimie. Nitaomba Bwana hadi Kitengela watu waokolewe. Watu waokolewe. Kenya must see Jesus. Kenya must see Jesus. Kenya belongs to Jesus. Oh, Kitengela, Kitengela. Kitengela belongs to Jesus. Nitasimama kwenye pengo. Nitasimama kwenye pengo. Oh Jesus. 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 Nitasimama kwenye pengo Bwana hadi mapenzi yako yatimie. Nitasimama kwenye pengo hadi ufalme wako uje. Bwana, kwa familia yangu watu hawataangamia tena. Kwa familia yangu watu hawataangamia tena. Kwa familia yangu hii shida haitaendelea. Hii aibu haitaendelea. Nitasimama. 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 Nitasimama kwenye pengo. I will stand in the gap. I will stand in the gap until nations see Jesus. Hadi mataifa yamjue Yesu. Nitasimama. Oh my God. Nitasimama hadi mataifa yamjue Yesu. Nitasimama kwa kuabudu. Nitasimama kwa maombi. Nitasimama. Nitasimama. Mimi ni chombo. Mimi ni chombo Bwana. Bwana, nitasimama. Bwana, nitasimama. Nitasimama. Oh my God. Oh my God. Jesus. 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 Rule and reign. Rule and reign. Rule and reign. Rule and reign. Waachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Waachilia Roho Mtakatifu Kitengela.
Oh my God. Wachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Wacha Kitengela uonekane. Wacha Kitengela. Wacha Kitengela uonekane. Nitatumia masaa yangu, nitatumia fedha zangu, nitatumia nguvu zangu Bwana hadi uonekane. Until nations see Jesus. Until nations see Jesus. Until Kitengela belongs to Jesus. Serikali ya Kenya tunaipatiana kwako Mungu. Serikali ya Kenya tunaipatiana kwako Mungu. Serikali ya Kenya, serikali ya Kenya, it belongs to you. Bwana, mapenzi yako, mapenzi yako, mapenzi yako yatimie, mapenzi yako yatimie, ufalme wako uje. We declare Kenya belongs to Jesus. We declare Kitengela belongs to Jesus. Kingdom Seekers Glorious Kitengela, viti hazitakaa bure tena. Tutasimama, 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 tutahesabika. Tutasimama, tutasimama, tutahesabika. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu. Bwana, tunasimama. Wachilia nguvu za Roho Mtakatifu, wachilia nguvu za maombi, wachilia nguvu za kusimama kwenye pengo, wachilia nguvu za kusimama kwenye pengo, wachilia nguvu za kusimama kwenye pengo. Wachilia neema, wachilia neema, wachilia neema, wachilia neema. Kama ni kuabudu Bwana, tutaabudu. Kama ni kusifu Bwana, tutasifu. Kama ni kuomba Bwana, tutaomba hadi Kitengela uonekane, hadi Kitengela uonekane, hadi Kenya uonekane, hadi Kenya uonekane. Jesus, Jesus. Wewe ndiwe Mungu. Oh, Shalisa Talabo Shatai. Father, we give you praise. Bwana, tutasimama, tutasimama, tutasimama. Kenya wakujue, familia yangu ionekane Bwana. Onekana, 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 onekana. Kitengela onekana, kwa watoto wetu onekana, kwa watoto wetu onekana, kwa watoto wetu onekana. Wachilia upepo wa Roho Mtakatifu. Release the breath of the Holy Spirit. Jesus, Jesus. Bwana, tumekataa, tumekataa, tumekataa kunyanyaswa tena, tumekataa kunyanyaswa tena. Bwana, tunasimama, tunasimama sasa, tunasimama sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, onekana. Oh Jesus. Father, we bless you. Father, we love you. Father, we bless you. Father, we love you. Bwana, ninaomba neema, ninaomba neema, ninaomba neema Bwana, ninaomba neema, neema ya kufunza neno lako Bwana. Ninaomba neema, neema Bwana ya maombi Bwana. Ninaomba neema Bwana, neema ya kulipa gharama, neema ya kulipa gharama, neema ya kulipa gharama ili wewe uonekane. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nipe neema. Bwana, nipe neema. Empower us by the power of the Holy Spirit. Empower us, oh God. Empower, empower, empower us, oh God. Empower, empower us, oh God.
tupe nguvu, tupe ujazo. Na Bwana, ninaomba kwa kila mmoja aliyoko mahali hapa na wote ambao wanatutazama online, Bwana, ninawachilia neema, nawachilia neema ya maombi, nawachilia neema ya maombi, nawachilia neema ya maombi, nawachilia nguvu za maombi, nawachilia nguvu za maombi katika jina la Yesu Kristo. Uonekane Bwana, uonekane Bwana katika jina la Yesu. Kutoka leo tutaomba, kutoka leo tutasimama, kutoka leo Bwana tutalipa gharama, tutalipa gharama. Tutaombea mtumishi wa Mungu, tutaombea mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Oh my God, oh my God. Jesus, Jesus. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Abba Father, we declare Kitengela belongs to Jesus. Abba Father, we declare the nation of Kenya belongs to Jesus. Na Bwana, kanisa la Kingdom Seekers, a glorious Kitengela, Bwana, tutaendelea na injili. Bwana, tutaendelea kukuabudu, tutaendelea kusimama kwenye pengo, tutaendelea kusimama kwenye maombi hadi uonekane, hadi uonekane katika jina la Yesu Kristo. Father Lord, take your place and have your way. Rule and reign in this place, in Jesus' mighty name. Bwana ni asante, Bwana ni asante. Wewe ni mwema, tunakuabudu na tunakuinua. Amen.